Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tupo kwenye mashindano ya Qur'an tukufu kwa wanawake kitaifa, na hapa nipo na kipenzi changu Nasra kutokea Banatul Khair. Sijakosea? Nasra, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unajisikiaje kuwa hapa? Najisikia furaha. Mashaallah, mimi nimekuwa nikikufuatilia, nimeona tangu mashindano yanaanza kutoka kwenye mchujo, robo finali, nusu finali mpaka leo finali umeshiriki. Experience yako imekuwaje? Kwanza kabisa yani experience yangu ni how, yani kuanzia mnavyoanza, like the process nzima, kuwa kwenye party ya maandalizi, how is it hard kuandaa vitu kama hivi, au urahisi wake upoje? Maanake si kila mtu anaweza kuwa active kama hivyo ambavyo ulivyokuwa. Kwa hiyo mimi nataka tujue kuanzia process nzima inaanza vile ulivyoshiriki, kuanzia kwenye mchujo, una participate, wewe umeexperience kitu gani? Okay, kwa upande wangu as a volunteer, maana mimi ni volunteer. Yes. Kwanza hiki kitu unapata nguvu za kukifanya ukiwa una nia. Ukiwa una nia, alafu cha pili ukijua umuhimu wa kile kitu unachokifanya na ukiwa unafanya kwa ajili ya Allah. So on my side ugumu ulikuwepo kwa sababu unajua kuna ile kuomba ruhusa, I'm still niko kwa wazazi wangu. Nenda huko every day, binti wa kike unatoka, lakini as long as ni kwa sababu ya Allah, kwa ajili ya Allah, basi nikikumbuka hivyo kwamba I have to fight for my deen, for Quran, Allah atanilipa inshallah. Kwa hiyo nikawa napata nguvu, yani nahamasika mwenyewe, have to go. Then ukifika kwenye yale mashindano yenyewe, ukiona wamama wanavyosoma, wallahi billahi you feel something, yani unahisi kabisa kitu like oh my god, mashallah. Mashallah. Yes. You feel like now unahamasika. Wallahi nimefuatilia this mashindano, to be honest, yamenifanya niwe influenced pia kuwa hafidhat. Okay. Yameni-influence sana. Juzu ngapi? Umepata juzu ngapi? Juzu 5, alhamdulillah. Mashallah, Allahumma barik. Lakini ulivyohudhuria kosa hivi umehamasika kuendelea kuifanya? Unajua mimi huwa nilikuwa naenda madrasa, yani nilipokuwa chuo mpaka namaliza vile, lakini unajua ukiwa nyumbani kuna uzito fulani, leo naenda madrasa, kesho siendi. Lakini nilipokuja kuona hawa mama hivi, say who am I? Kwa nini na mimi leaving the parts? Kwa nini nisiwe hapa? Kwa nini hawa? I have a lot of things to do, sawa, lakini hata hawa wana majukumu mengi kuliko mimi, lakini wameipa muda Qur'an, wamefanya jitihada. No, me I can. Kwa nini nisifanye hivyo? So hivyo nimeandaa ratiba zangu, na mimi inshallah one day, not this, one day I'll be there kwenye party. Inshallah pia nakuombea Allah akufanyie pesi. Allahumma amin. Unashauri nini watu ambao labda wanapenda Qur'ani lakini hawajapata nafasi ya kushiriki, labda kuwa washindani au kuwa tu sehemu hata ya wasikilizaji hapa? Nikushauri tu uipende Qur'ani, wallahi. Na kuipenda Qur'ani ili uipende, kila kitu first kinaanza na elimu ya hata ile mambo ya muhimu ya kufanya vile swala nini, lakini elimu ndio jambo la kwanza, kwa sababu without ile knowledge huwezi kufanya vingine. So ili waipende Qur'ani, lakini pia hawawezi kuipenda Qur'ani kama hawajui. So wawe influenced kusoma kwanza, waitafute elimu waijue, yani wajue kwamba Qur'ani ina maana gani, Qur'ani ni nini hasa katika maisha yetu. Wakishafahamu hivyo, honestly they will be in love with it. Inshallah. Allahumma barik. Nimefurahi sana. Shukran.